mnachotakiwa kufanya. Yani msiwe kama wale. Nyinyi sasa, na kama vijana hawataamshwa wataendelea kulala. Wimbo wa sifa zetu naimbwa na vyombo vya magharibi. Wanasema tuko vizuri, lakini si kweli. Tunataka pale ambapo hatuko vizuri tuhimize mabadiliko na kuthibitisha vinginevyo. Hivyo endeleeni kuwasiliana na kuamsha dhamira za Afrika. Nimependa sana, kabla sijaendelea, nimependa sana alivyojibu hili swali. Kwa mwanasiasa ninavyomjua, mwanasiasa wa kawaida, kama angeulizwa hili swali, angeanza kusifia hawa Sputnik. Na hata pengine hajawahi hata kusikiliza habari zao, hawajua wanafanyaje. Angemjibu mtangazaji, kwa mfano angesema, bana nyinyi ni watu hatari sana bwana. Nyinyi bwana, habari zenu naangalia mnafanya vizuri sana, habari zenu zinaeleweka, mnafanya kazi nzuri mno. Yani nyinyi ni noma sana. Lakini alichomwambia, amemwambia mnachotakiwa kufanya. Yani msiwe kama wale. Nyinyi sasa mfanye tofauti. Kwa amewambia mnapaswa kuwa kinyume cha kile wanachofanya. Yani amewashauri zaidi kwamba wafanye bora zaidi kuliko vile ambavyo wanafahamu vyombo vya habari vya magharibi hufanya. Kuamsha akili za Waafrika, au sio, kuelezea mazuri ya Afrika, na sio kama ambavyo tukiangalia vyombo vya magharibi wanaripoti sana kuhusiana na mabaya yetu, njaa, umaskini, vita, lakini hawawezi wakaripoti kuhusiana na wagunduzi bora, maendeleo yanayofanyika Afrika na mambo mengine mazuri. Wao wataripoti mabaya tu. Swali jingine, Mheshimiwa Rais, kuhusiana na matamshi ya kamanda wa AFRICOM mbele ya Senate ya Marekani, serikali yako ilijibu kwa msimamo mkali ikikemea tuhuma zisizo za msingi kuhusu maamuzi ya serikali ya Burkina Faso. Unawajibu vipi wale hasa huko Washington wanaoendelea kuhoji uhalali wa ushirikiano wenu wa sasa, hasa na Urusi, na mna mpango gani wa kuitetea taswira ya Burkina Faso kimataifa dhidi ya shutuma kama hizo? Sasa huyu ndo nimemzungumzia kwenye introduction pale kuhusiana na generali huyu wa Marekani, AFRICOM wa Marekani, ambao wana mambo yao hapa Afrika, alipomkosoa bwana Traore. Sasa kaulizwa swali hili, hajawahi kujibu sehemu nyingine zaidi ya hapa. Akasema, kwa vyovyote vile sisi tuko huru kuanzisha mahusiano na yeyote tunayemtaka. Hiyo ndio maana ya uhuru. Kwa hiyo upande huo wao wanaweza kuendelea kufikiria wanavyotaka, lakini sisi tutaelekea pale tunapotaka, maadamu ushirikiano huo unaleta manufaa ya pande zote. Kuhusu kauli hiyo, kama ulivyosema, tulilalamika rasmi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Hilo ni jambo moja, lakini sijui ni nini hasa kilimtokea jenerali huyo. Kuna jambo la kushangaza hapo. Natamani kama kweli alitumwa, basi afahamu kuwa hiyo sio mission sahihi, na kama alidanganywa basi aseme hadharani, au kama sio Senate iliyomdanganya, labda ni nia mbaya aliyokuwa nayo, basi tutajibu kwa nguvu kama inavyostahili, kwa sababu yote aliyosema ni aibu sana. Ni jambo zito sana kumuona mtu mzima akisema uongo, tena akiwa ni afisa wa juu wa jeshi kubwa duniani. Ni la kusikitisha. Kwanza alizungumzia dhahabu Burkina Faso akidai tunaitumia kujilinda. Kwanza kabisa hiyo dhahabu ni ya Burkina Faso, sio ya kwake. Hilo ni la kwanza. Kwa nini hilo linamhusu? Halimhusu kabisa. Ni dhahabu ya Burkina Faso, ya watu wa Burkina. Pili, alidanganya kwa sababu Burkina haijawahi kuwa na akiba ya dhahabu kabla sisi hatujaingia madarakani. Kabla yetu hakukuwa na hata gramu moja ya akiba ya dhahabu. Hilo linamaanisha kuwa ni muongo. Tatu, kusema kwamba tunaitumia kwa ajili ya kujilinda. Ndiyo, tunayo haki hiyo. Kama watu wameamua tuwatawale, basi tunalo jukumu la kuwalinda. Kwa hiyo tunao uhuru huo. Hilo linamhusu vipi? Lakini sehemu iliyoniumiza sana sio kwamba ni jenerali au kwamba ni Marekani, bali ni kwa sababu ni mtu mweusi. Na inasikitisha sana kuona mtu mweusi anatumika kupambana na mtu mweusi. Na hili si jambo jipya, linapaswa kukoma. Hata Libya iliharibiwa kwa namna hiyo hiyo. Ni nani aliyeharibu Libya? Tena walitumia mtu mweusi. Kwa Marekani watu weusi daima upewa nafasi mbaya. Tulisema hayo ni katika filamu tu. Lakini kwa nini watu weusi waendelee kupewa nafasi ya mabaya? Nafikiri kama ametazama mahojiano haya, anapaswa kujitazama kwenye kioo, aone aibu, ajitokeze na aseme wazi
nilipewa taarifa ya uongo, nasikitika. Lazima aseme hadharani. Kama kweli alipewa taarifa uongo, basi aseme. Inawezekana kabisa, kwa sababu mmesikia mtu anazunguka huko Uturuki, anakutana na waziri wa ulinzi wa Uturuki na anamwambia asiziuze Burkina Faso silaha, na anamwambia asiuzie Burkina Faso silaha. Unaona jinsi inavyoumiza? Inaumiza sana mtu mweusi anapofanya mambo kama haya. Hali hii lazima ikome. Rangi nyeusi haipaswi tena kutumika kupigana dhidi ya watu weusi wengine. Kila wakati ni yale yale, na hilo ndilo tunalolaani hapa. Inaumiza sana kuona mtu mweusi anasema maneno haya. Wanaweza kuyajutia, lakini wametumia njia nyingi kujaribu kujirekebisha. Lakini hapana, walizungumza hadharani, basi wajirekebisha hadharani pia. Sisi hatupo tena kwenye unafiki wa kidiplomasia wa kusema kitu juu kwa sauti kubwa, halafu chini unasema samahani, hatukukusudia. Lazima waseme wazi hadharani, na hivyo ndivyo tunavyowaambia. Kwa sababu vijana wa Afrika wameshaelewa. Vijana wa Kiafrika duniani kote wameshaamka. Udanganyifu huu haupatikani tena. Siku zote wamekuwa wakitumia visingizio vya uongo kutimiza malengo yao, lakini sasa haiwezekani tena. Ni jambo la kusikitisha, lakini Burkina Faso itaendelea kusimama kwenye msimamo wake. Tunaendelea na maendeleo yetu. Wamesahau kusema kila kitu tunachofanya kwa ajili ya Burkina Faso. Hakuna serikali nyingine iliyowahi kufanya haya. Maendeleo ya kijamii na kiuchumi tunayotekeleza. Tutaendelea kujenga vituo vingi vya afya, kuvipatia vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo vya kitabibu na kupunguza gharama za vipimo vya afya. Ni serikali gani iliyowahi kufanya hayo? Hakuna. Tunachukua hatua kwenye kilimo. Tunalimia wakulima bure. Uzalishaji umeongezeka. Ni nani aliyefanya hayo? Hakuna. Jeshi tunalojenga sasa, jeshi jipya la Burkina Faso, halijawahi kuwa na wanajeshi wengi, vifaa na nguvu kama sasa. Ni nani aliyefanikisha hayo? Hakuna. Kuhusu ajira, hakuna serikali iliyowahi kuajiri watu wengi kama sisi tulivyofanya. Uendelezaji wa viwanda, labda ndio inawaumiza, ndio maana wanataka kutuzuia. Labda hilo la viwanda ndilo linawaumiza, ndio maana wanatunga uongo. Pourquoi les Noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport, qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc, et lui dit il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal.